Haya jamani, hapa ni Mlandizi, mtaa wa Msufini. Ni mahali palipojengeka na panaendelea kujengeka sana. Angalia majirani hao, angalia majirani hawa, angalia majirani wote hawa, angalia majirani wote hawa. Na pagare au nyumba ninayozungumzia ni hii hapa. Hii nyumba tayari eneo lake limepimwa. Uthibitisho wa vipimo upo kama unavyoona hapa. Beacon hizi, na eneo ambalo nyumba ipo ni mita 20 kwa 35. Pana mchanga huu hapa kama unavyoona, pana mbegu za mihogo hizi kama unavyoziona hapa, na ni barabarani. Hii hapa ni barabara kama unavyoiona, na eneo limeanzia usawa huu beacon ile pale. Kwa hiyo hapa pana kama mita 3 kufika barabara ilipo. Kwa hiyo ni kiwanja ambacho kipo barabarani, unafika na gari unaingia kwenye nyumba yako, na pana maji tayari mita hii hapa kama unavyoona. Kwa hiyo maji sio shida, maji yapo, bomba hilo hapo, na kuna uwanja huu hapa jirani ambao haujajengwa, lakini nyumba kama unavyoona hiyo hapo ina umeme na maji, umeme na maji mpaka upande wa nyuma pale. Lakini nyumba yetu au pagare lenyewe ni hili hapa kama unavyoona, limejengwa kwa ustadi vizuri kabisa. Hapa kuna hili eneo kama unavyoona ni kubwa kabisa, ni kama eneo la kupumzika. Unaweza kaweka sehemu ya kupumzika, ni kama veranda ya nje unaweza kusema. Unaona hili eneo ni kubwa sana, ni kubwa kama unavyoona. Kwa hiyo huu ndio utakuwa mlango wa kuingilia sebuleni, na sebuleni kubwa. Kuna hii corridor ambayo inaingia sebuleni. Kwa hiyo ukiingia sebuleni, ambapo ni hapa sebule au sitting room kama unavyoona, ina madirisha makubwa kabisa kama unavyoona, matatu. Dirisha hili na dirisha hilo. Alafu ukija hapa unaona ilivyosanifiwa. Hapa kuna dining ni kubwa kama unavyoiona, ina dirisha kubwa kabisa hilo hapo na dirisha kubwa kabisa hili hapa. Kwa hiyo ukiwa hapa dining unaweza kuona kwenye hii nani ya nje, alafu pia kuna dirisha hili hapa. Kwa hiyo dining ni kubwa. Alafu hapa kwenye dining kunakuwa na sehemu hii ambapo panawekwa sehemu ya kunawia ambayo ni public, lakini na choo chake hapa. Kwa hiyo ina public toilet kama unavyoona hapa kutoka kwenye dining. Kwa hiyo sehemu ya kunawa na nini iko hapo, unaingia chooni. Na ukija hapa kuna jiko ni kubwa sana. Hili jiko kwa nyumba za kawaida tunazojenga ni sebule ya mtu. Unaona jiko ni kubwa kama unavyoona hapa. Alafu jiko lina dirisha hili hapa. Alafu huu ni mlango wa kutoka nje, na hapa kuna store. Kwa hiyo unaona, na hii store ni kubwa kwa store ambazo tunajenga kawaida nyumba za huku mjini. Hii store ni kubwa sana kama unavyoiona hapa. Alafu kitoka kunakuwa na hii sehemu ya kutoka unapoingia jikoni kama unavyoona hapa. Lakini hapa kuna hili eneo unaweza utengeneza mahali pa kupumzika, au ukatengeneza sehemu ya kuanika nguo, sehemu za kuanika mazao au pengine unga na vitu vya namna hiyo. Lakini kuna jirani huyu hapa ambaye tayari ameshajenga ukuta. Kwa hiyo hapa kama unataka kujenga ukuta utakuwa na sehemu mbili, yani sehemu hii hapa na sehemu ya upande wa pili na sehemu ya kuingilia getini, kwa maana ukuta wa upande mmoja tayari umeshajengewa kama unavyoona. Kuna migomba hii michache, lakini kuna kisamvu kile pale, na jirani amejenga kabisa mpaka mwisho kama unavyoona. Beacon zake hizo hapo zilizopimwa, na kuna uwanja huo haujajengwa, lakini kama unavyoona umeme huo hapo. Majirani hawa hapa, kiwanja kimoja tu jirani huyo ana umeme na maji kama unavyoona. Kwa hiyo ni nyumba nzuri sana kwa mtu ambaye ataipata hii. Uhangaiki kujenga wewe, hapa utakachofanya ni kupaua tu na kumalizia finishing na vitu vingine. Kija upande huu tulishia hapa. Kwa hiyo tumeshaona jiko, store na dining na veranda ya kuingilia ndani hiyo hapo, lakini kwenye vyumba
Ukija hapa kuna hii corridor inayoenda vyumbani, lakini hapa kuna sehemu unaweza kaweka viatu na vitu vya namna hiyo. Ukija hapa kwenye hii corridor sasa ndio inaenda chumbani. Hii nyumba ina vyumba vitatu vya kulala na vyote ni master. Lakini master yenyewe ni hii hapa, nayo ni kubwa. Hichi chumba kinaweza kuwa sebule ya mtu. Kina madirisha mawili makubwa kama unavyoona, view kama unavyoona zinaona nje huku na huku, na barabarani ni hapo. Ina choo chake hapa ni kikubwa sana kama unavyoona kwenye picha. Unaona ni chumba kikubwa sana, unaona, na dirisha lake ni kubwa, kwa hiyo hewa ni nzuri. Kwa hiyo hii ndio master, lakini vyumba vingine viwili navyo ni master, kwa maana kwamba ni self contained kwa lugha rahisi. Kwa hiyo hiki chumba nacho ni kikubwa, ni kama master za vyumba vya kawaida kama unavyoona, na hapa ni choo chake hapo na dirisha lake kubwa liko hapa. Kienda upande huu unaona view chumba hiki, view unaona jirani huyo hapo. Ukija na chumba hiki ambacho nacho pia ni self contained, nacho ni kikubwa, ni kama master za vyumba vya kawaida. Kimsingi nyumba imejengwa na vyumba vikubwa sana, na ina choo chake hiki kama unavyoona ni kikubwa namna hii. Choo za kawaida mara nyingi unakuta ni kama sehemu hii unakatia hapo, lakini hii ni kama choo mbili, yani sehemu hiyo hapo na sehemu hii hapo. Kwa maana hapo unaweza kaweka vitu vyote vinavyohusiana na kuoga na nini, halafu hapa ndio sehemu ya kujisaidia. Lakini ukiangalia hapo pia kuna dirisha kubwa. Fundi apewe maua yake kwa kweli, hii nyumba alijenga vizuri. Renta imepigwa vizuri, vipimo viko vizuri. Aliyejenga kule juu pia amenyoosha matofali imara. Simenti kama unavyoona iko kwenye soko. Kwa hiyo jamani, watu wengi nikieleza sana kama hivi wengine wanakasirika kwamba maneno mengi, lakini sisemi bei ama ilipo. Nimeshasema tupo Mlandizi Msufini, hapa ni kama mita 800 tu kutoka hapo barabarani, barabara kuu ya Morogoro, yani lami. Hapo unaweza ukashuka kwenye daladala ukatembea tu kwa mguu kuja hapa nyumbani. Na bei ni milioni 36. Wale ambao huwa mnasema sitaji bei, jamani, bei ni milioni 36. Karibuni sana anayetaka amalizie huu mradi. Hii nyumba ni kubwa, ni nzuri, ina ramani nzuri sana. Iko eneo zuri, barabara ipo mpaka uwanjani, maji yapo, umeme ndio huo hapo, majirani hao hapo. Na hapa nje kuna shimo la choo kama unavyoona lilishajengwa na kila kitu liko hapo, ni kuweka tu mabomba tayari linakuwa kwenye matumizi. Kwa hiyo karibuni sana, namba za mawasiliano zitakuwa kwenye sehemu ya description hapo. Karibuni sana. Mwaka huu usikae na pagare, usikae na kiwanja ambacho ukitumii, usikae na mabanda ya mifugo ambayo huyatumii. Tuwasiliane ili uweze kupata wateja, watu waendeleze maisha. Usikae na kitu ambacho hakitumiki, ni hasara. Kwa hiyo karibuni sana. Pagare ndio hili. Subscribe kama bado kwenye kuja subscribe, ili uweze kupata updates za nyumba, viwanja, mashamba na vitu vingine kama hivi. Asante sana kwa kutazama.